Yes, bana, hapa ni MT Tiger TV kama kawaida, mtangazaji wako naitwa Alpha OG au Alpha Maunyama. Siku ya leo bana ni siku ya mkutano kama kawaida. Niko na mwalimu wangu hapa, tunataka kupiga naye mastori mwalimu matatu machache kuhusiana na mkutano wa siku ya leo. Kaka, mambo vipi? Poa poa. Watazamaji kwanza wanataka kujua majina yako wewe kama wewe. Kwa majina ambayo nimepewa na baba na mama, naitwa Munga Esongo. Ndio. Fanuel. Kwa majina yako, labda majina tu ya wanafunzi wanakupanga na watu wengine kibao ni kama hiyo? Ninayo jina ambayo limetoka shuleni, nimepewa na profesa wangu wa Kifaransa. Ndio. Alinipa jina la Zadige philosophe. Zadige, yani ilikuwa inamaanisha nini zaidi hiyo Zadige? Zadige ni auteur wa text fulani ambayo ilikuwa ikiitwa La Pierre qui porte témoignage. Mwalimu nilipata hiyo text kwenye darasa la pili sekondari pale Amitié. Ndio. Mwalimu unaonekana ni mtu ambaye kidogo uko vizuri hata kielimu zaidi. Labda kambini labda ulisoma ukaishia labda darasa la ngapi huko kambini? Kambini Mungu amenibariki, nilisoma kuanza shule la msingi hadi nikamaliza kabisa, diploma ninayo. Mwalimu uko vizuri mwalimu. Nashukuru Mungu. Na labda mpaka ufikie kuitwa mwalimu ulikuwa ni mwaka gani, au ni sasa hivi tulivyofika huko Marekani ndio ukapewa jina la walimu? Nimeanza ualimu wa kwaya muda mrefu sana. Toka utotoni mpaka hivi nimeanza kufundisha Sunday school mpaka hivi nilivyo, nipo mwalimu kabisa. Miaka ya hapo nyuma toka 1999 nimeanza huduma. Ndio. Yani uko vizuri mwalimu. Yani unaonekana wewe ni mzoefu sana kwenye walimu. Sana. Mungu amenibariki kwa kweli. Na vipi labda hapa Marekani kwaya yako inaitwa jina gani au ni kwaya gani labda? Na labda watu wanaweza kupenda kuifuatilia hiyo kwaya, labda unaweza kuwapatia vipengele YouTube inaitwa hivi kama hivi. Kwaya tunayo moja tu maarufu inaitwa Ushindi Kwaya. Ndio. Ipo hapa GA. Kwa hata YouTube wanaweza kaipata hivyo. Instagram, nenda Instagram andika Ushindi Kwaya GA, utaipata. YouTube hivyo ipo hewani kabisa. Wewe ni mmoja kati ya walimu ambao mnafanya vizuri hapa kwetu Georgia, na ni mmoja kati ya walimu ambao mnaonesha performance kubwa sana kuhusiana na mambo ya recording na mambo ya kusema labda kushuti ma music video kuhusiana na kwaya. Ni kitu gani ambacho kinakupelekea huko sana? Maana naona kama kidogo una invest kwenye kwaya. Ndio. Kiukweli ni kwamba kujisifu kwetu ni katika Kristo. Kwa kweli tunafanya vizuri. Mungu ametubariki. Vipaji tunavyo. Na hivyo vipaji ndo vinatusababisha sisi kufanya vizuri zaidi sana. Mungu ametubariki, ametupa karama na huduma kubwa ndani yetu, na ndio maana tunaendelea kusonga mbele. Sio kwamba wengine hawana huduma wanayo na karama wanayo, lakini tunazidiana. Tunazidiana vipaji, tunazidiana utunzi, kutoa unimbo kwa uharaka. Hicho kinatupa fursa kufanya mambo mazuri. Kwa hiyo nia yetu ni kutangaza Injili. Basi, hatuna nia nyingine. Na ni kitu gani labda ama ni siri gani ambao wewe unayo ambao walimu wenzako labda hawana? Upande wa kusema kwamba upande wa kutoa nyimbo. Maana unajua hapa kwetu kidogo kunakuwa na ugumu wa kwenda studio kutoa nyimbo, kupata shooter wa kushutia na kurekodia music video kama hivyo. Labda wewe hiyo siri iko wapi? Unaenda kwa DJ gani ambaye labda anakufanyia kitu kama hicho? Siri kubwa kwanza ni kila kwaya jitahidi inunue studio yake. Ndio. Sisi kama Ushindi Kwaya tuna studio yetu. Ndio. Kwa hiyo tulifanya bidii tukapata studio yetu iko pale. Kwa hiyo hatuhangaiki. Tunatoa wimbo, tunagharamia beat tu na mixing. Lakini kurekodi tunarekodi wenyewe. Hiyo ndio siri hapa Marekani, kufanya mambo kwa haraka. Kwa hiyo kuhusiana labda na music video, kwenye kurekodi video music inakuaje labda hapo video tunagharamia kama watu wengine wanavyogharamia. Lakini kitu ambacho kinawapa watu sifa mapema kwanza ni audio ziwai. Bane, kama kuna siri mlikuwa mjui, mwalimu anawapatia siri kubwa. Yaani ukitaka ujulikane ama kwaya yako ionekane ni ile kutoa audio zenu zisikike kwa watu. Na ni moja kati ya walimu ambao wanafanya vizuri hapa kwetu Georgia. Ukija kuangalia kwaya zingine hapa Georgia sio kama kwaya yake jinsi ilivyo.
kwaya yake inatoa audio nyingi sana na nyimbo nyingi YouTube. Kwa hiyo kama alivyokuambia, unaweza ukamfuatilia ama ukafuatilia kwaya yake Ushindi Georgia, utaipata YouTube na utaenda kuangalia, utaona mambo mengi sana ambao wameyafanya huko. Kwa hiyo kwa walimu wote wa Marekani yote na Georgia mzima, kitu ambacho mtakachokijua ama mtakachokiweka akilini, inatakiwa muwe na mastudio, mkae na mastudio yenu ya kurekodi music video, ili yani mpate kuwa na ule ujuzi na uharaka wa kufanya mambo yenu kwa nani, sio mpaka utegemea labda naenda kwa mtu fulani kwenda kurekodi. Hamna, maana hapa muda ni mchache sana, muda unabana. Yes. Sio kununua tu, sio kununua tu studio. Kingine ni mmoja wenu ajifunze hiyo kadi ya kurekodi, ya kuingiza sauti. Ndio. Hata kama hatojua kumix, kufanya mastering, ajue kwanza kuingiza sauti. Akijua hamtahangaika eti muende kwa fulani. Hapa Marekani kwanza ukienda kwenye studio ya mtu ni unapigwa maelfu. Bili kabisa. Unapigwa mabili ya haraka, lakini kama mmoja wenu amejua hata kuingiza zile sauti tu, ndio. Namnunua vifaa vyenu, napeleka kwa mjuzi, hapo sawa. Hapo sawa, mambo yenu yanakuwa na uharaka zaidi sana. Na ni kitu gani labda ambacho umekiona ama ni changamoto gani ambazo umekutana nazo hapa kwenye mkutano, wewe kama wewe mwalimu wangu? Mkutano huu ndio, hakuna changamoto nyingi, ni mambo ya kawaida tu. Mkutano wa Pasaka umepita vizuri, kila kitu kimefanyika vizuri, lakini changamoto zinakuwepo tu, zile taratibu za kuto kuheshimu mida. Unaona, changamoto zipo katika installation ya vyombo. Changamoto zipo kwa sababu hao wakileta vyombo na hao wakileta vyombo inakuwa na muingiliano. Unaona, inakuwa sio poa. Hao wakiseti vyombo vyao na hao wakiseti vyombo vyao, sauti za huku zinaingia huku na za huku zinaingia huku. Kwa hiyo watu wanakuwa na kamsuguano kidogo kwenye mikutano. Hizo changamoto zipo hasa upande wa vyombo. Sasa mimi ni mmoja kati ya watu ambao nazidi kuhudhuria mikutano mingi. Ya huo upande wa kusema labda vyombo, huwa zaidi sana nakutaga vyombo tayari vipo kanisani. Sasa hiyo kitu labda kuleta vyombo vingine wewe nakaaje, labda wewe kama wewe mwalimu? Inabidi hapo watu wajifunze, hasa wachungaji wa makanisa, kwamba mnapoalika mkutano na mnaalika watu mbalimbali, waambie wale mnaoalika kwamba msije na vyombo, hapa tuna vyombo, au muje na vyombo sisi hatuna, ili makwaya yote yategemee setting ya mtu mmoja tu, kwa sababu mkutano vile mlivyoandaa, kama mkuimba sawa sawa na vile mlivyoandaa, inaleta huzuni sana moyoni. Moja kati ya kitu ambacho watu wanaongelea sana ni kuhusiana na mkutano huu. Kweli mkutano ulikuwa ni mzuri na ulipitika vizuri, lakini kuna makanisa mengine ambao kidogo hayakuonekana ya hapa kwetu Georgia. Labda unaweza ukazungumzia nini ama ni kipi ambacho kinaendelea kuhusiana na hicho kitu? Kila mkutano tusijialike kwa nguvu. Ni kweli ya. Yule mwenye mkutano ndo anajua nialike wa nani na nisimwalike nani. Kwa hiyo wale walioalikwa ndio walioingia katika vichwa vya wale wenye mkutano. Kwa hiyo kama wewe ukualikwa, vumilia, ridhika, na umesali kwako, ridhika. Neno ni lile lile na nyimbo ni zile zile tu. Kwa hiyo kukasirika, sikualikwa, ni kwa nguvu, sio kwa nguvu. Ndio. Hilo hapo ni neno moja kati ya watu ambao nimekutana nao tu, tumepiga mastori, moja kati ya waliongelea hivyo. Labda wewe kama wewe mwalimu unaweza kuambia walimu wenzako kitu gani kwa sasa hivi ili wajifunze kitu kuhusiana na mambo kama vile mikutano na mambo mengine kibao kuhusiana na kufundisha wanafunzi wao kama hivyo yani? Kwanza kitu moja wapo ambacho nataka ni wafundishe walimu wenzangu katika utunzi wa nyimbo. Ndio. Na taratibu au utofauti wa kwaya na mabendi. Ndio. Hicho ni kitu ambacho mimi kinanipa huzuni. Mimi ni mwimbaji wa muda mrefu, watu wananifahamu. Nimeanza kuimba toka Kongo mpaka kambini na hapa. Kitu kwanza ninachotaka ni wafundishe walimu wenzangu katika utunzi wa nyimbo. Wimbo haustahili kuwa na mada mbili. Wimbo haustahili kuwa na mada mbili. Wimbo una mada moja. Tulijifunza shuleni kwamba tulijifunza shuleni kitu dissertation.
Ukiwa na mada, hiyo mada ianzie introduction. Ukiwa na mada, hiyo mada uweke development. Na ukiwa na mada hiyo weka conclusion na mwisho weka suggestion. Sasa ninaposikia nyimbo nyingi YouTube, wapi, makwayani, utakuta wimbo mmoja una mada 3. Hilo ni kosa kubwa sana. Huko kwenye Pasaka ulishakuwa hivi na hivi, unaingia hadi kwenye Pentecoste, mada nyingi katika wimbo mmoja. Hiyo ni kosa. Wimbo mmoja mada nyingi sana. Kwa hiyo wimbo mmoja unabidi uwe na mada moja, ueleweke unaanzia wapi na unamaliza wapi. Hicho ni kitu kimoja. Kitu kingine, kuna kitu kinaitwa kwaya ordinaire. Kwaya ordinaire haikuagi na makri. Na makri. Kwaya ordinaire mnaimba teme yenu mwanzo mwisho mnamaliza. Na wimbo huo hauwezi kupita dakika 12. Hauwezi kwenda mpaka dakika 15. Wimbo wa kwaya mnaimba mwisho dakika 7 au 6. Ukirefuka sana 7. Kwa hiyo tunaingiza bendi ndani ya kwaya. Sio vizuri kuingiza bendi ndani ya kwaya. Kwaya nyingi sasa hivi hazipo kwenye mfumo wa kwaya. Zinaenda kuiga bendi. Yani zipo kwenye mfumo wa bendi. Kitu bendi yani ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa hali vitu fulani vya kuleta show na mipango yake. Unaweza ukatoka kwenye zuku kaingia kwenye sebeni. Na sebeni za kwaya zipo tofauti na sebeni za bendi. Kwa hiyo watu wanageuza vitu. Kanisa moja utakuta mnasemekana kwamba kuko kwaya 2, lakini ukienda kuangalia sio kwaya, ni bendi 2. Hicho ni kitu ambacho ninataka kuwasa walimu wenzangu, turudi katika mfumo wa kwaya. Kama ni kwaya turudi kwenye mfumo wa kwaya. Kama ni bendi ingia kwenye mfumo wa bendi. Watu wataelewa hii ni bendi inayoimba hapa na hii ni kwaya. Hicho kitatupa nguvu katika uimbaji wetu. Nguvu zinatoweka sasa hivi katika uimbaji kwa sababu tunaenda kugeuza vilivyokuwa tunaviweka vya sasa. Na hivi vya sasa ndio vinaharibu zaidi na zaidi. Kiongozi. Ndio hicho. Moja kati ya vitu ambavyo watu wanavizungumzia sana ni kuhusiana na upande wa utunzi wa nyimbo, na pia ukija kuangalia upande wa walimu pia, upande wa walimu, na wanakwaya wengi wanapotoka sana kutokana na walimu labda hawapangi vizuri, wanakwaya anaenda vibaya kutokuwa na ule ushauri wa kumshauri mwanafunzi wako. Na pia tunataka tujue ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo, na labda wewe ushawahi kupotelewa na mwanakwaya, labda mwanakwaya ambao ulikuwa naye akakupotea tu kwa njia, kwa misingi ambayo kidogo ukashindwa kuelewa, labda ukashindwa kumsogelea ukamwelekeza mwanakwaya wangu inatakiwa iwe hivi, na kama hamkuelewana labda ndio inaweza ikawa. Sasa wewe kama wewe ni vipindi gani ambavyo ushakutana navyo na wanakwaya kama au labda alikosea unashindwa kumshauri, ama alikosea mkakosana na mwanakwaya, ama labda ni aje, labda wenyewe ni walimu mnajua mambo mengi, unaweza ukatuambia hapa? Hali ya waimbaji inajulikana sana muda mrefu sana. Kuna waimbaji wanaoingia makwayani hawana wito, wengine baadhi ya waimbaji wengi wanajiunga na kwaya lakini hawana wito. Wanafata marafiki, wengine huwa wanafata hata wachumba huko. Hicho ni kitu ambacho ni kweli. Kwa hiyo waimbaji kupotea ni hali ambayo tumeisha izoea. Utakuta tunaye lakini siku 2 anakuacha, anaenda ametoroshwa, ameolewa. Hivyo vipo. Mimi wakati bado tunasali na wenzetu wa pale wa Swahili, tulikuwa na waimbaji wengi, mmoja wameshaolewa wameenda hivyo. Lakini baadhi ya waimbaji kuna wale ambao wana wito wamo kabisa. Mpaka sasa hivi tunao na unaona kabisa huyu ana wito ya uimbaji wapo. Kupotea ni kawaida, wanapotea sana. Kila mmoja anapotea vile alivyo anakwenda sawa sawa na vile alichokifuata. Kwa hiyo mazingira ya wanawake wetu kupotea yapo sana kwenye kwaya zote. Hatuwezi tukabisha hapo. Yes, lakini moja kati ya kitu ambacho watu wanaongelea zaidi, unajua nyewe kama vile walimu, mwimbaji wako akipotea
inatakiwa unamfuata, unamshauri, angalia ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kama kukusikia hapo ndo atakuwa amekosea. Lakini kama labda hujamfuata mwimbaji wako ukamwelekeza, ukajua shida zake ni nini mpaka akapotea. Ina maana kupotea unaongelea upande wa kusema amerudi nyuma au kama alikwazwa. Hicho tunafanya sana. Hicho tunafanya sana kwa sababu Biblia katika Wagalatia 6 inasema, ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, nini mlio wa roho mrejezeni upya kwa roho ya upole. Ikaongezea, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa mwenyewe. Mchukuliane mizigo na kuitimiza sheria ya Kristo. Kwa hiyo sisi hilo tunalijua, mtu akirudi nyuma kwa makwazo nini, tunamwendea, tunamshauri. Asipo rekebika basi, asipotusikiliza tunamwacha. Ataenda kufunzwa na dunia. Yes, of course usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia kushare ili wa kwanza kabisa kujipatia video zetu. Nilikuwa na mwalimu wangu hapa, sasa hivi ni muda wa kufinish, tunamaliza kipindi chetu. Tuko pamoja sana kabisa. Big up sana mwalimu wangu. Asante sana. Nashukuru sana.